Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, leo nimekuja na ushauri kwenu wale ambao wanasumbuliwa na maradhi ya HIV. Cha kwanza, asili ya HIV ni wadudu ambao wanaingia katika mwili na kwenda kupambana na seli ambazo zinakuprotect wewe mwili wako. Wanapambana nazo vipi? Hata kama zitakuwa nyingi, lakini mdudu wa HIV ana nguvu kuliko zile seli. Na zile seli zinashindwa kufanya kazi kwa sababu hazina booster. Yaani hazina kitu cha kubustia zikaweza kuwazuia wale wasiwashambulia. Lakini sasa nani anasababisha mpaka wale wadudu wakakosa booster? Cha kwanza tuseme Mungu anapokupangia maradhi huwezi kuyakimbia. Mungu anapokupangia uzima huwezi kukimbia uzima huo. Kwa maana hiyo tunachotakiwa tuzingatie. Cha kwanza kikubwa, Mungu akipanga kapanga. Hakuna anaweza kupangua. Tunaendelea katika mada yetu. Wewe unasababisha vipi? Ndugu yangu, wadudu wa ukimwi asili yao ni wadudu ambao wanapenda kuishi ndani ya sukari. Na kama utafanya uchunguzi, mimi nakwambieni, mimi ni mganga wa tiba ya kiasili. Na nadhani wapo ambao waganga ambao wanatibu tiba za kizungu, nadhani waganga wa kizungu. Kwa hiyo kuna mganga wa kienyeji na mganga wa kizungu. Ndio wale madaktari nani? Sasa nakuja kiupande wangu mimi. Naongelea mimi kama mimi. Kama wewe daktari upo utajaji kivyako, lakini mimi kama mimi nasema, unapotumia vitu vya sukari vingi, tuseme unywe yale madubwana yale masoda alokuwa hana issue yenye masukari, tunavipenda jamani wengine ni allergy hasa, maana yake huwezi kuishi bila kupiga japo kimoja. Unapiga kile, unakula chai unatia sukari nyingi, sijui unapiga hiki kina sukari, hiki kina sukari. Kwa maana hiyo pale unatengeneza sukari ndani ya mwili. Na mdudu wa ukimwi anapokuwepo katika mwili, cha kwanza, maradhi ya sukari ni wepesi kuingia ndani ya mwili wa binadamu. Kwa sababu yule mdudu anakuwa anazuia wale wasi protect, yani wale wanakulinda wewe katika mwili. Sasa yeye anakuwa anawabana. Kwa hiyo akiwabana anakuwa hawezi kukusaidia. Kwa maana hiyo ndo hapo inakuja sasa maradhi ya ukimwi yanakuja juu kutokana na sukari iliyokuwa katika mwili. Alafu humkuti mtu akapata pressure ya kupanda, anaugua na mwenye maradhi ya ukimwi. Hata siku moja pressure yake inakuwa ni ya kushuka. Tumefahamiana hapo? Kwa sababu pressure ya kupanda inasababishwa na uchumvi. Tumefahamiana, ukila chumvi nyingi pressure lazima ipande. Kwa hiyo pressure ya kushuka haisababishwi na chumvi. Kwa hiyo ndo nikakwambieni sasa, mdudu wa ukimwi anaishi katika sukari. Acheni kula vitu vya sukari, ushauri wangu. Alafu jingine, yoyote yule anosumbuliwa na maradhi ya ukimwi, apendelee sana kuchukua maji ya baharini yale. Awe kila siku anapiga kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja mchana, kikombe kimoja jioni. Apige muda wiki hiyo, alafu ajiangalie. Hata kama atakuwa kidogo ana shida, mwili wake lazima utakuwa kidogo afadhali. Dawa zipo zinazotibu ukimwi. Dawa zipo. Na nitaendelea kusema dawa zipo duniani. Unapopita katika miti dawa unazikuta. Lakini sasa hizo dawa, manake unaweza kwenda kwenye mti ukaikuta, ukaenda duka la dawa sasa ukakuta ile dawa ishatengenezwa, inahitaji kumixiwa. Mfano mdogo tu kama mwarobaini, nadhani watu wengi mnaujua, lakini kikopo kimoja cha mwarobaini kinauzwa shilingi 1045. Kikopo kimoja cha mwarobaini, ambazo ni vidonge vimekuwa vile kama shubiri vinafanywa, lakini hivyo ni vidonge unameza, inauzwa shilingi 1045. Mtu hajanunua, hajavuruga kwa ajili ya kutengeneza dawa ya ukimwi. Mjue kama dawa, na ndio maana ukimwi uko expensive sana matibabu yake. Yaani ni hali ya juu, na ndio maana hata wenzetu wa mahospitali nani serikali yetu inaenda inanunua wao, kwa sababu anajua wananchi wake hawezi kumiliki vidonge. Kwa maana hiyo ushauri wangu, tuache kutumia vitu vya sukari vingi kwa wingi. Tuache. Alafu jingine, unaweza ukatumia condom ukimwi ukaupata. Kwa nini? Pale unapofanya tendo la ndoa, kama yule katoka kunyoa na wewe umenyoa, umejichinja kajichinja, ukimwi unaingia. Na kisheria, wewe mwanamume usivue condom. Kama wewe mwanamume una maradhi, mwanamke hana, basi wewe utavua mwenyewe. Lakini kama mwanamke anao, mwanamume hana, mwanamume ni marufuku kuvua condom. Mwachia kuvua mwenyewe mwanamke. Halas, kazi imeisha. Ya kuvua alafu uendelee kujisafisha mwenyewe. Tuzingatie hayo. Na unapofanya tendo la ndoa ndani ya maji ya bahari, hata una ukimwi wa aina gani huwezi kupata ukimwi. Na kama kuna daktari yoyote ule aje hapa abishe,
aseme Mr. Spider muongo, tuma comment. Na popote pale nitakuja na nitakufahamisha. Hata uona ukimwi aina gani ndani ya maji ya bahari, huwezi kupata ukimwi. Fanya tendo la ndoa, ajichinje na wewe ujichinje, damu zinamwagika, huwezi kupata ukimwi. Kwa sababu asili ya bahari inaua bakteria wa kila aina. Na ndio maana unaambiwa bahari, unapoogelea kwenye bahari nuksi zote zinaondoka. Na ndio maana kusisitizeni jamani, tuogelee kwenye bahari. Penda kuogelea kwenye bahari, penda kunywa maji ya chumvi. Mambo yako yote yatafunguka. Nakwambia, ukimwi ni tatizo kubwa, ni janga kubwa sana katika dunia. Na ukisema dawa ukimwi unayo, umefatwa. Ila dawa ya ukimwi ipo.